Angaa kidogo. Mumekuja kwa wingi. Na nimewasikiza kwa makini vile mumesema. Vile mhubiri ametuhubiria. Vile viongozi wale wengine wote wamezungumza. Na mimi nafurahi ya kwamba tunatembea safari moja. Kwanza, mimi nataka niwaeleze. Nchi yetu ya Kenya ni nchi imebarikiwa. Najua saa zingine mnasikia mambo mengi mpaka mnashangaa kama hii nchi inasonga mbele ama Mimi nataka niwaeleze, mimi nikiwa kiongozi wa taifa hii, nchi ya Kenya ni nchi imebarikiwa. This is a blessed country. Mahali tulikuwa 2012, mahali tulikuwa 2022, sio mahali tulipo sasa. Mungu ametuinua kutoka kiwango moja tuko kiwango ingine. Na Mungu atatuinua kutoka kiwango hiki, mimi niko na imani tutaingia kiwango kingine. Nasema hivyo kwa sababu gani? 2022 tulikuwa na matatizo makubwa ya uchumi. Kwa wale ambaye mnafuatilia uchumi ya dunia, tulia na changamoto kubwa. Kazi ya kwanza nilikuja nikafanya hapa, tulikuwa na matatizo ya madeni ambayo yalikuwa yanayumbisha taifa letu la Kenya. Inflation ilikuwa imefika 9 point something. Pesa zetu za kigeni ilikuwa imekushuka chini mpaka $5 billion. Tulikuwa na ile inaitwa 2.5 months cover of imports. Leo nikisimama mbele yenu, ile inflation ilikuwa 9%, imeteremka iko karibu 5%. Pesa zetu za kigeni, nasimama mbele yenu hapa, pesa zetu za kigeni ambayo ilikuwa imefika bilioni 5 dola za Marekani, leo tumeipandisha imefika bilioni 15.3 ya Kimarekani. Ile exchange rate ya pesa ya Kenya ambayo ilikuwa imefika 165, sasa imedhibiti. Leo inflation exchange rate tumeiteremusha chini, iko 128, 129. Ni mnanielewa? Uchumi ya Kenya sasa, I can speak with authority. Uchumi ya Kenya sasa ni dhabiti. Hatuna tishio la nchi yetu kukosa kulipa madeni. Hatuna tena tishio ya sisi kukosa pesa ya exchange rate ama ya kulipa ile vitu yote tunahitaji. We have enough foreign exchange in our economy. And we have stabilized the economy of Kenya. Bwana asifiwe. Mimi nawaeleza kwa sababu mambo ni mengi, porojo ni mingi, fitina ni nyingi, propaganda ni nyingi, na saa zingine hata kujua ukweli mahali ulipo inakuwa ni changamoto. But I want to tell you today, these are facts you cannot ignore. Our foreign exchange earnings and foreign exchange reserves are 3 times what we had in 2022. Mimi vile nataka niwaeleze Neno la Mungu, Biblia inasema
ukisoma kwa Proverbs 13:22 inasema, a good man leaves an inheritance for his children's children. Yani mtu mwenye anaelewa maneno anawacha akiba kwa watoto wa watoto wake. Hazina yetu kama taifa pale kwa NSSF 2022 tulikuwa na pesa bilioni 312 ambayo tulikusanya kwa miaka 60.